Filamu hii inategemea hadithi ya kweli, safari ya ajabu ya mvulana anayeitwa Saro, ambaye alitenganishwa na familia yake akiwa mtoto na kuwapata miaka 25 baadaye. Hadithi inaanzia katika kijiji kidogo chenye vumbi mahali fulani huko Madhya Pradesh, India. Mvulana mdogo Saro na kaka yake mkubwa Gudu wanaiba makaa kutoka kwa treni inayosonga. Sio wezi, ni watoto maskini wenye njaa wanaojaribu kujaza matumbo yao. Baada ya kukusanya makaa ya mawe ya kutosha, wanayauza kwenye duka ndogo kwa sarafu chache. Karibu na mgahawa, harufu ya jalebi iliyotengenezwa hivi karibuni hujaa hewa, ondi hizo za dhahabu na tamu zinazometa kwenye sharubati. Macho ya Saro yanaangaza. Ndugu, nataka jalebi, anasema kwa upole. Gudu anatabasamu kwa huzuni. Siku moja, nitakununulia jalebi wote unaotaka, anaahidi. Hawawezi kumudu hata moja leo. Wakiwa na maziwa kidogo na matumaini mengi, wanarudi nyumbani, kibanda kidogo ambapo wanaishi na mama yao na dada mdogo. Mama yao anafanya kazi kwa bidii, akiinua mawe kwenye maeneo ya ujenzi ili kuwalisha. Usiku huo, Gudu anajiandaa kuondoka kwenda kazini tena. Naiplik, Saro anasahai. Huwezi, Gudu anasema. Migunya anai mazito. Wewe ni mdogo sana. Lakini Saro anainua kiti, kisha baiskeli, akijaribu kuthibitisha kuwa ana nguvu za kutosha. Gudu anacheka na hatimaye anakubali. Kwa pamoja, wanaelekea kwenye kituo cha treni. Imechelewa. Saro alilala kwenye mapaja ya kaka yake. Gudu anapojaribu kumwamsha, Saro anagagimia. Niache nileo. Gudu anamlaza kwenye benchi. Kaa hapa. Nitarudi asubuhi, anasema. Saro, akiwa amelala nusu ananong'ona. Naltin day judikaparudi. Gudu anatabasamu na kutoweka kwenda kazini. Masa yanapata. Jukwaa halina kitu. Saro anamka, peke. Anatazama huku na huko, akiita, Gudu, Gudu. Lakini hakuna anayejibu. Kwa kuchanganyikiwa, anapanda treni iliyosimama karibu, akifikiri ndugu yake anaweza kuwa ndani. Anakaa na kungoja, lakini hivi karibuni, anarudi kulala. Anapoamka, treni inasonga, kwa kasi na haraka. Saro hofu. Anapiga kelele kwa msaada, anagonga milango, lakini imefungwa. Siku zinapita. Mvulana mdogo, akiwa na njaa na hofu, anasalia amenaswa hadi treni inasimama, karibu kilomita 1600 huko Kolkata, India. Anapotoka nje, anazingirwa na machafuko, umati wa watu wakizungumza lugha ambayo haelewi. Anaenda kwenye kaunta ya tikiti na kuomba msaada, lakini hakuna mtu anayeweza kupata maana ya maneno yake. Hatimaye, anatangatanga na kujilaza kando ya kundi la watoto wasio na makao kituoni. Usiku huo huo, wanaume wengine wanakaribia, wakijaribu kuwachukua watoto. Saro anahisi hatari na kukimbia. Amepoteza njaa na hofu, anazurura mitaani peke yake. Anapata hekalu dogo la Kihindu na anaona sanamu ya mungu wa kike Durga. Kwa mikono inayotetemeka, anainama na kula sadaka iliyobaki karibu na miguu yake. Asubuhi iliyofuata, Saro mdogo anaonekana akitembea kando ya njia za reli, akijaribu sana kutafuta njia ya kurudi nyumbani. Hajui alipo, anataka tu kuwaona mama yake na kaka yake tena. Anapozunguka, mwanamke anayeitwa Noor anamkaribia. Anaonekana mwenye fadhili, anauliza kwa upole, nyumba yako iko wapi, mdogo? Saro anajibu, Ganesh Talai. Lakini hakuna mtu huko Kolkata ambaye amewahi kusikia kuhusu mahali hapo. Noor anampeleka ndani, anamlisha chakula cha joto, anampa mahali pa kupumzika. Kwa mara ya kwanza baada ya siku, Saro anahisi salama. Anamwambia, kesho atakuja mwanamume ambaye anaweza kukusaidia kumtafuta mama yako. Lakini siku iliyofuata, mambo huchukua mkondo wa kushangaza. Mwanaume anayeitwa Rama anafika. Anamkagua Saro kwa makini, huku akitabasamu kwa namna inayomfanya kijana huyo akose raha. Wewe ni mvulana mzuri, anasema kwa upole. Aina tu tuliokuwa tunatafuta. Saro anahisi hatari. Silika yake, kwamba kuna kitu kibaya. Wakati anapata nafasi, anakimbia, kutoroka kwenye mitaa iliyojaa watu. Siku zinageuka kuwa wiki. Saro sasa anaishi chini ya daraja kubwa la Howrah, akinusurika kwenye chakavu, akiandamwa na kumbukumbu za mama yake kuvunja mawe na kicheko cha Gudu kikirejea akilini mwake. Yuko umbali wa kilomita 116 tu kutoka nyumbani kwake, bado amepotea kabisa katika ulimwengu ambao haumwelewi. Miezi miwili inapita. Asubuhi moja yenye mvua, Saro ameketi nje ya mkahawa, akimtazama mvulana ndani akinywa kahawa. Kwa udadisi, ananakili kila hatua yake. Mvulana anamuona, anatoka nje na kutoa chakula. Kisha, akihisi Saro anahitaji msaada, anampeleka kituo cha polisi. Huko, maafisa wanajaribu kumhoji. Unatoka wapi? Wanauliza. Saro anajibu, Ganesh Talai. Lakini hakuna mtu anayejua mahali kama hiyo. Mama yako anaitwa nani? Wanauliza. Saro hupunguza kichwa chake, hawezi kukumbuka vizuri. Anamuita Ma, lakini hiyo ndiyo yote anajua.
Licha ya juhudi zao, polisi hawawezi kufuatilia nyumba yake. Kwa hiyo, wanampeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Miezi mitatu mirefu inapita huko. Siku moja, mwanamke mkarimu anayeitwa Bibi Sood anawasili. Anamwambia Saro, tumetafuta kila mahali, tukaweka hadithi yako kwenye magazeti, lakini hakuna mtu aliyejitokeza. Sauti yake inapunguza. Kuna wanandoa wenye upendo nchini Australia ambao wangependa kukuasili. Utakuwa na nyumba mpya, familia. Suru anasadasida. Lakini nataka mama yangu halisi na Gudu. Bisood anatabasamu kwa huzuni. Tulijaribu, mwanangu. Sasa ni wakati wa mwanzo mpya. Hivi karibuni, Saro anaanza kujifunza Kiingereza na adabu, akijiandaa kwa maisha ya mbali. Kisha, siku moja, anapanda ndege, akiacha India nyuma. Huko Australia, anasalimiwa na John na Sue Brierley, wenzi wanaomlea. Macho yao yanaangaza kwa uchangamfu wanapomkumbatia. Kwa Saro, inahisi kama kuingia katika ulimwengu mwingine, kutoka kwa kibanda cha udongo hadi nyumba iliyojaa upendo, mwanga na usalama. Lakini hata anapotabasamu, ndani kabisa, anahisi kitu kinakosekana: sauti ya mama yake, kicheko cha kaka yake. Na ingawa mama yake mpya, Sue, anamhakikishia, ninajua safari yako haikuwa rahisi, kijana wangu, Saro anajiuliza kimya, je, nitawahi kupata njia ya kurudi nyumbani? Sue anamtazama kijana Saro kwa macho ya upole na kusema, si lazima uniambie chochote sasa. Lakini siku moja, polepole, Saro anaanza kuzoea, kujifunza lugha yao, tabia zao, njia yao ya maisha. Hivi karibuni, anakuwa vizuri na wazazi wake wapya, John na Sue Brierley, ambao wanampenda kama mtoto wao. Wanampa kila kitu anachohitaji: usalama, joto na upendo, vitu ambavyo aliwahi kuota tu. Mwaka mmoja baadaye, John na Sue waliasili mvulana mwingine. Lakini mtoto huyu, mwenye shida na asiye na utulivu, ni vigumu kurekebisha. Mara nyingi anajidhuru mwenyewe, akipoteza katika maumivu yake mwenyewe. Akina Brierley hujaribu wawezavyo kumsaidia, lakini giza lake linaingia ndani sana. Usiku mmoja, Saro anampata Sue akilia kimya kimya. Bila neno, anamkumbatia kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza, anahisi kwamba anamkubali kikweli kama mama yake. Miaka na mwaka ikapita. Saro anakuwa kijana, mwenye fadhili na mwenye akili. Anahamia Melbourne kusomea usimamizi wa hoteli. Huko, anakutana tena na ndugu yake mlezi, lakini uhusiano wao unabaki mbali. Chuoni, wakati wa darasa la utangulizi, kila mwanafunzi anazungumza juu ya ndoto zao. Ifikapo zamu yake, Saro anasema anataka kufungua hoteli yake siku moja. Pia anataja asili yake kutoka India, karibu na Calcutta, anaongeza kwa kusitasita. Baadaye, kwenye karamu ya nyumba iliyojaa wanafunzi wa Kihindi, harufu ya chakula cha spiti na pipi hujaza hewa. Juu ya meza kuna sahani ya jalebis. Mizunguko ya dhahabu inamrudisha nyuma, hadi wakati huo alipokuwa amemwomba Gudu kwa moja. Ahadi ya kaka yake inajirudia moyoni mwake: siku moja, nitakununulia jalebi wote unaotaka. Machozi yanamtoka Saro. Kwa miaka mingi, alikuwa amezika kumbukumbu hizo, lakini usiku wa leo, zinarudi. Anawaambia marafiki zake, mimi sitoki Calcutta. Nilipotea kwenye gari moshi nilipokuwa mtoto. Sikupata familia yangu tena. Mwanafunzi mwenye shauku anauliza, ulikuwa kwenye treni hiyo kwa muda gani? Siku 2 au 3, Saro anajibu kwa upole. Wanauliza jina la kijiji chake. Anasema, Ganesh Talai, lakini hata hana uhakika kama anatamka sawa. Muda na umbali vimetia ukungu kila kitu, hata lugha yake mama. Mmoja wao anapendekeza, ikiwa unakumbuka daraja la Howrah, labda tunaweza kuhesabu umbali uliosafiri na kufuatilia kijiji chako kwenye ramani. Mwanafunzi mwingine anamtambulisha kwa Google Earth. Kwa hili, asema, unaweza kutafuta popote ulimwenguni. Moyo wa Saro unaenda mbio kwa matumaini, lakini anakaa kimya. Anagopa kuota tena. Anaondoka kwenye sherehe kimya kimya, amepoteza mawazo. Miongoni mwa wanafunzi ni msichana mkarimu aitwaye Luti. Wawili hao hukuwa karibu, wakishiriki joto na mapenzi. Lakini kadiri muda unavyopita, mawazo ya Saro yanaelea zaidi na zaidi kuelekea familia yake iliyopotea. Anaanza kutafuta kwa umakini kwenye Google Earth, akifuatilia njia za treni, umbali na maeneo muhimu, akijaribu kumtafuta Ganesh Talai. Siku uamitse. Kisha miaka. Kila usiku, yeye hutazama skrini, akivinjari njia za reli nyingi, mangari na kumbukumbu. Miaka 3 inapita hivi. Ingawa Luti anampenda sana, Saro anaondoka, akiandamwa na mizimu ya maisha yake ya zamani. Usiku mmoja, anamwambia, unastahili mtu bora zaidi. Siwezi kuendelea hadi nimpate. Mioyo yao inavunjika, lakini anaelewa. Safari ya Saro kuelekea nyumbani imeanza tena. Miezi kadhaa baadaye, Saro na Luti wanavuka tena ndani ya duka. Macho yao yanakutana, na umbali wote kati yao unayeyuka. Luti anakiri kwa upole, nimekukosa. Saro anadabasama hafifu.
Uhusiano ambao hapo awali walikuwa nao huwashwa tena kwa utulivu, na hivi karibuni wanakuwa karibu tena. Luti anamwambia, unapaswa kurudi kwa mama yako. Anakuhitaji. Maneno yake yanaamsha kitu ndani yake. Saro anapomtembelea mama yake mlezi, Sue, anampata mgonjwa. Anaamua kukaa kando yake. Kwa miaka mingi, aliamini kwamba Sue alimlea kwa sababu hangeweza kupata watoto. Lakini wakati huu, anafunua ukweli. Ningeweza kupata watoto, Sue asema kwa upole. Lakini baba yako na mimi tulichagua kuasili, kwa sababu kuna watoto wengi ulimwenguni wanaohitaji kupendwa, wanaohitaji makazi. Tulitaka kuleta mabadiliko. Anatulia, macho yake yamelowa unyevu. Nilipokuwa msichana mdogo, baba yangu alikunywa pombe kupita kiasi. Hakuwa na fadhili. Nilikuwa nikijificha na kuomba ardhi inimeze. Na siku moja, nikaona maono, mtoto aliyechunwa ngozi amesimama. Sikujua alikuwa nani. Lakini nilihisi, mtoto huyo angeleta amani maishani mwangu. Miaka mingi baadaye, wewe na kaka yako mlikuja kwetu. Na kila kitu kilibadilika. Sauti yake inatetemeka. Lakini hivi majuzi, umeenda mbali. Ninakuhitaji, Saro. Kwa mara ya kwanza, Saro anamwelewa kikweli, kina cha upendo wake na nguvu za chaguo zake. Anaamua kuwa ni wakati wa kumpa mwana anayestahili na kupata mama aliyepoteza zamani. Akichochewa na uamuzi mpya, anafungua Google Earth kwa mara nyingine tena. Yeye hutazama mandhari isiyo na mwisho, akichanganua India inchi kwa inchi, mikondo ya mito, umbo la mabonde, njia za reli zilichomwa kwenye kumbukumbu yake. Kisha usiku mmoja, anaona kitu, mnara wa maji, jengo la mawe, eneo la wazi, mahali ambapo mama yake alivunja mawe kwa ajili ya riziki. Moyo wake unaenda mbio. Anafuata mkondo na hapo ndio kijiji chake. Ganesh Talai. Enai kweli. Imekuwa ikimsubiri wakati wote. Anajifunza kuwa ni kijiji kidogo sana katika jiji la Khandwa, ni mali ya jimbo la Madhya Pradesh. Akiwa amezidiwa, anawaambia Luti na wazazi wake walezi. Wanalia kwa furaha na kumsihi aende, kumaliza kile kilichoanza miaka 25 iliyopita. Punde, Saro anapanda ndege kuelekea India. Anapofika Khandwa, ulimwengu unahisi kujulikana na mgeni. Anatembea kupitia vichochoro nyembamba vya vumbi, akifuata mwangwi wa kicheko chake cha utotoni. Kila upande, kila ukuta, kila mti unanong'ona jina lake. Hatimaye, anafikia mabaki yaliyovunjika ya nyumba yake ya zamani. Paa imekwenda, kuta zimefifia, lakini kumbukumbu zinarudi haraka. Anauliza karibu, lakini wachache wanaelewa maneno yake, amesahau lugha. Wakati tu anapoanza kukata tamaa, mtu anayezungumza Kiingereza anatokea. Saro anamwambia jina lake, ndugu zake, na mama yake. Mwanamume anasikiliza kwa utulivu, kisha anaondoka. Dakika chache baadaye, anarudi, akimwambia Saro afuate. Saro anageuka na hapo yuko mwanamke mzee, dhaifu, akitembea polepole kuelekea kwake. Macho yale yale ambayo hapo awali yalitafuta ardhi kwa mvulana wake mdogo aliyepotea. Enai mama yake. Wanasimama kwa muda, ulimwengu unafifia karibu nao. Kisha ananyoosha mkono huku akitetemeka na kumgusa usoni. Machozi humwagika Saro anaponong'ona, niko nyumbani ma. Baada ya miaka 25 ndefu, mvulana ambaye alipoteza kila kitu hatimaye akapata njia ya kurudi. Bila neno, anamkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu. Wote wawili hulia bila kikomo, miaka ya uchungu inayeyuka ndani ya kukumbatiana kwa mmoja. Mama yake anamwambia hakuwahi kuondoka kijijini kwa sababu ndani kabisa, aliamini kwamba mtoto wake aliyepotea angerudi siku moja. Karibu amesimama dada yake, ambaye ni mtu mzima sasa, ambaye pia anaangua kilio na kukimbia kumkumbatia kaka yake. Lakini Saro anapouliza kuhusu kaka yake mkubwa Gudu, macho ya mama yake hujaa machozi. Anamwambia ukweli, usiku ambao Saro alipotea, usiku huo huo, Gudu aliuawa katika ajali ya treni. Katika usiku mmoja wa kusikitisha, mama alikuwa amepoteza wanawe wote wawili, mmoja hadi kifo, na mwingine kwa umbali usio na mwisho wa dunia. Moyo wa Saro unashtuka kusikia hivyo, lakini hatimaye, maombi yamejibiwa. Miaka 25 baadaye, amerudi, si kama mvulana aliyepotea Saro, lakini kama Sheru, jina lake halisi, linalomaanisha simba. Akiwa amezidiwa, anawapigia simu wazazi wake wa kule Australia. Kupitia machozi, anasema, nilipata familia yangu, lakini hiyo haibadilishi chochote. Utakuwa mama na baba yangu daima. Wazazi wake walezi hulia kwa kiburi na upendo. Kabla ya kuondoka India, Saro anatembelea kila kona ya utoto wake, njia zenye vumbi alizowahi kukimbia pamoja na Gudu, kituo cha gari moshi ambako safari yake ilianza, na nyumba ambayo sasa imesimama kimya lakini imejaa kumbukumbu. Kila hatua inahisi kama kutembea kwa wakati. Filamu kisha inaonyesha picha za maisha halisi, Saro halisi akikutana na mama zake wote wawili. Wazazi wake wa Australia, John na Sue Brierley, wanasafiri hadi India na kukutana na mama mzazi wa Saro.
Anawakumbatia kwa nguvu, akiwabariki kwa kumpa mwanawe aliyepotea maisha ambayo angeweza kuyaota tu. Na hiyo ndiyo hadithi ya kweli ya Simba. Hadithi sio tu kuhusu kupata familia, lakini kuhusu upendo unaovuka bahari. Mashujaa wa kweli ni John na Sue, ambao wangeweza kupata watoto wao wenyewe, lakini badala yake wakachagua kuasili, kumpa mvulana aliyepotea nyumba, jina na siku zijazo. Ikiwa kila mtu ulimwenguni angekuwa na mioyo kama yao, sayari hii isingekuwa mbingu. Kwa sababu walichofanya halikuwa tendo la hisani, lilikuwa tendo la upendo safi wa kimungu. Hii ni Simba, hadithi ya matumaini, hatima na dhamana isiyoweza kuvunjika kati ya mama na mtoto wake. Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo, tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.